Mama sana kuzana kitu chako. Please mama, kisi nasikia niko. Unasikia mwili mzima unatetemeka. Yaani niko na uoga sijapata kuona. Yaani nasikia natetemeka mwili mzima. Siko najua kama ndoa inachanganya akili. Kila maharusi yote wakati wakitaka kufunga ndoa huwa anatetemeka au anasikia hofu, jambo la kawaida. Yaani vile nataka kuniambia kama maharusi yote duniani wanakuaga wako kama gisi mimi hivi najisikia. Kawaida kabisa, hii ukweli. Ni kawaida mtu kisha kuwa na sherehe kubwa kama hiyo lazima uwe na hofu. Sasa kazi kama kawaida. Nafikiri mengi nishakushauri, lakini leo nataka tukukumbushe muhimu. Maana ndoa ni kesho. Sawa? Kama nilivyokuambia, kuna mambo ambayo kama silaha kwa mwanaume inabidi uende nayo. Asante, samahani. Mambo mazuri sana katika ujumbe. Maana unapotumia jambo samahani si kudharaulika, hapana. Hilo ni jambo ambalo litakuonyesha kama wewe ni mstaarabu na mbele ya Mwenyezi Mungu unapata fadhila. Mume wako anapokukosea ama wewe ukosea, usione aibu kumwambia samahani mume wangu. Hata kama kosa ni la kwake yeye, unamwambia samahani alafu baadaye unalijadili kwa njia ya ustaarabu. Wengine ujifikiri kwamba uonekana mpumbavu, lakini huonekani mpumbavu hata dakika moja mbele ya Mwenyezi Mungu unapata fadhila na mbele ya mume wako unajidumisha penzi. Inaonekana huyu mtoto kaleleka, huyu mtoto ana ustaarabu. Samahani mume wangu. Mwanamke ambaye ameleleka, alafu pia mwanamke mcha Mungu, kusema samahani jambo zuri sana. Pia asante mume wangu. Kidogo alichokipata sema asante. Ridhika na yale ambao Mwenyezi Mungu kamkirimu nayo. Sio mwanamke mwenye tamaa. Akileta chochote kile asante mume wangu. Hata akikubusu asante mume wangu. Inazidisha huba katika moyo wa mwanaume. Anaona kweli nimepata yule mwanamke ambaye anashukuru kile kidogo ambacho nimekipata. Hizi ni miongoni mwa silaha za ndoa ambazo zinaimarisha ndoa inakuwa madhubuti. Lakini wanawake wengi hutumia kiburi, kaniletea kakaanga, kwa nini mimi niseme asante? Hii asante inaleta mahuba katika nafsi yake. Anaona kama nimepata mwanamke mwenye kujua kuheshimu na kuridhika na kile ninachompa. Kuwa mwingi wa kushukuru kile kidogo ambacho mume wako amekupa. Kuwa mwanamke mwenye kuridhika, tamaa haijengi, tamaa inavunja. Unasikia? Pia vile vile kumbuka mapokezi ya mume anapokuja. Nafikiri unaona mimi na baba yako tunavyoishi. Unaona tunavyompokea, kumpokea mume wako, kutabasamu, kwenda kumvua viatu, jambo kawaida. Kila siku katika maisha kumbuka kwamba chakula ndicho kinamsubiri mwanaume. Mwanaume hasubiri chakula. Kwa hiyo kumbuka sana kama chakula ndicho kinamsubiri mwanaume. Hivyo vitu kavifanyie kazi mwanangu. Usisahau ambayo nakuhusia. Maana haya nakuhusia ni silaha miongoni mwa silaha, lakini kubwa ya yote usafi. Unadhifu. Mwanamke lazima uwe msafi. Msafi hasa. Maana katika sumu ya mahaba ni kule mwanamke kwa mchafu. Usafi ndani kwako, usafi chumbani kwako, usafi wewe. Yaani mwanaume afadhali kutoa kosa lote asikutoe kosa uchafu. Ni aibu. Itaonekana mimi mama yako sifai, wewe mwenyewe binti wangu hufai. Nimekufundisha malezi ya kuoga mara mbili kwa siku kwa binti. Sawa? Hivi unaenda kwa mume wako zidisha. Sawa? Zidisha kabisa, maana usafi jambo muhimu. Afadhali mwanaume akutoe makosa yote ila asikutoe kosa la uchafu. Ni aibu. Hata mimi mama yako nitasikia aibu. Ukisikia kama binti yake ni mchafu nini, aibu. Nafikiri unaona nyumbani kwetu, asubuhi kunafukizwa, usiku kunafukizwa. Chumba kinafukizwa, shuka badilisha hata mara 2 mara 3 kwa wiki. Unanisikia binti yangu? Usiende kunaibisha katika jambo la uchafu. Na siri yako ni ya kwako na Mungu wako. Tatizo likikusibu kwenye ndoa yako, mlilie Mungu. Ukisikia limekushinda, yamekuelemea, mtafute mamako mzazi. Mimi hapa maana mimi sina uwezo wa kuweza kutoa aibu ya mwanangu. Ya kwako ndio ya kwangu. Ila au mashosti, mashoga. Mwanangu, unaniona katika maisha yangu nina ndugu jamaa na wasalimu na waheshimu, ila sina rafiki. Rafiki wa mtu ni mume wake. Mambo kukutana na wanawake leo kwa huyu, kesho unaenda manyumba ya watu. Sawa. Kampende mume wako na uridhike na kile utakachokikuta. Usiwe mwanamke mwenye tamaa. Leo unataka hiki, mume amekosa hiki, unataka kutamania pangine. Usifanye siri baina ya wewe na mume wako. Simu yako ndio ya kwake. Haya mambo kutia kodi huko mke wa mtu ni makosa makubwa sana. Inavunja uaminifu kwa mwanamke. Unaelewa binti yangu?
inavunja sana. Kwa hiyo wewe simu yako iwe free kwa mume wako. Pia kitu kikubwa zaidi, heshima. Mwanaume dunia nzima, awe mwembamba awe mnene, awe mfupi awe mrefu, awe maskini awe tajiri, upenda heshima. Aheshimike, aone kama ni mwanaume. Vyovyote alivyo, upe heshima yake. Ndio jambo muhimu sana. Nisisikiaje hata siku moja mume wako anakuja kuniambia binti wako kwa kweli mama kanijibu hivi, kanifanya hivi, hana adabu. Wallahi utakuwa mlikwazi. Nimekufunza malezi ya heshima, nimekufunza adabu. Ipeleke kwa mume wako, uwe example. Yaani wewe mfano kwa wanawake wengine. Nimekulea malezi ambayo hautembei, malezi ya adabu. Sio ufike kwa mume wako badilike. Umenisikia mwanangu? Nashukuru sana kwa kweli. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Yaani nafurahia sana kuona mama kama wewe. Nafurahia sana kabisa. Na ninakuahidi nitatembelea ushauri wako. Nafurahi sana kwa kweli. Asante sana kwa ushauri wako. Allah azikubariki kwa kweli. Amin. Kitu kikubwa tu naomba Mwenyezi Mungu aibariki ndoa, ipite salama. Na haya yote na kufunza ushikilie, na ukishikilia mwanangu utakuwa mwanamke wa pekee ambao utatoa mfano katika jamii. Jamani. Naenda kufanyia kazi. Yaani naenda kuyafanyia kazi ya mama. Inshallah kwa kweli mimi tu dua zangu ndio zitabaki kwako. Usitoke nyumbani kwako bila ruhusa ya mume wako, ni makosa. Kila unachokitaka kufanya mshirikishe mume wako. Mtie hapo chini muongee mnamaliza. Itakuwa ni heri zaidi. Haya, ungemwambia sasa sina watu wangu ile hina. Ile wazo kupaka hina sasa. Mume wangu. Yeah. Karibu. Asante. Za kazi. Nzuri alhamdulillah. Wazima. Wazima. Umechoka? Nachoka sana kwa kweli. Kuja kubibi hata mume wangu najua umechoka sana. Sasa nimechoka sana. Ndio hivyo maisha basi tufanyaje? Miguu inawaka moto. Sasa umekuja na miguu? Nimekuja na bajaji hapo kidogo. Karibu mume wangu. Kisha pauka mimi. Ewan. Kazi leo ni nyingi sana. Pole sana kwa mchoko mume wangu. Pole kabisa. Okay. Lakini ndio hivyo maisha, si unajua tena changamoto. Naambia nikuletee. Kama wote. Nikuletee maziwa au jus? Hapana, subiri kwanza nikakoge. Mambo mengine atakuja baadaye. Na maji yako tayari maana nimepoteza kumbukumbu. Safi kabisa. Hii kitu hapa kinafanya nini hapa? Nimeweza kunywa chai. Yaani mamida lakini nimekuja kama binadamu. Sorry kabisa. Unasema? Nimeweza kunywa chai. Hivi kwa nini wewe hausikii mara nyingi? Mume wangu nisamehe. Hasa hiki kichwa chako hiki kimo vitu gani? Kimo maji ama kimo wemo uchafu? Yaani samahani kwa kweli nimepitiwa. Tazama gisi salon imependeza, Hakuna cha salon kupendeza wala nini. Si ndio? Tazama kama hivi ningekuja na mgeni wangu wa heshima hapa, angekuta huu upuzi wa hivi. Nimepitiwa, yaani sintarudia. Hakuna mtu akusomea kila siku mimi nakwambia vitu vya uchafu. Wala tunafanya vitu kama hivi. Ona uchafu. Ona. Hapo utakutana kule chumbani pako uchafu tu unajaza uchafu kila siku. Nani ile siku zirudia tena kusema. Afu ile siku nitakutoa ile siku. Afu nitakupiga wewe. Nitakupiga na ile siku. Msame sitarudia. Tarudia. Ile juzi hapa ulifanya upuzi hapa. Nikakutana vitu vya dongi hapa. Umejaza uchafu unaniletea uchafu. Sitaki uniletee upuzi. Ask you. Wewe bwana wewe. Odi. Karibu. Asante, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali besti yangu? Safi. Za siku. Nzuri na wewe. Tumeelewana. Utaweza? Nyatani. Tuko fresh lakini. Safi. Yaani na umenitupilia mpaka basi. Sio hivyo besti yangu. Mazingira. Nilikuwa kwa jirani sana. Nikaona si vyema kupita wima bila kustabaya. Nashukuru kwa hiyo. Nashukuru kabisa. Naendelea je? Salama alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Vipi mbona mtana uko na huzuni? Mimi Happy. yani full happy. Yani niko na furaha mpaka basi. Sasa. Alafu nini habari fanyeni kwa ni raha.
Labda nilikuwa nimeenda bafuni hapo nikafuka na nani. Si unajua tena hivi gambi gumu nini. Naona ndio imenitoa vibaya uso wangu lakini kinyume cha hapo kabisa mimi niko poa. Wala usijali. Mimi nasema kweli kabisa. Kwani niko aje? Mbona mimi najiona tu niko na furaha vipi sasa leo? Mume wangu jambo na hivi amefika hapa sasa hivi lakini ameingia kwa ndugu. Sasa shavangu. Nilikuwa na kumisi aje. Ushanitupilia yani na WhatsApp kama ushaga ni block sijui maana tena on yani imeharibika. Simu imeharibika na hii nyingine. Ile ambayo iko kwa fundi. Sasa mpaka uniandikie ndio utaona namba. Tena usijali nitakana kuandikia sasa hivi. Bwana napita hapa nikasema si vyema nikienda bila kupitia. Nashukuru sana kabisa kwa kunijulia. Acha mimi nikuache besti yangu wewe tutazidi. Okay inshallah nashukuru sana kabisa. Sina hofu nitakuja mimi. Lakini na wewe punguza kunitupilia. Punguza kabisa majukumu. Wewe unajenga ya kwako ufoke na mimi nijenga ya kwangu. Eti Walaikum salaam. Nini mami? Vipi? Kulikoni? Unashinda nini? Kupigwa? Fanya subra. Hebu chukua kwanza kitu kwa unieleweshe vizuri. Naambie vizuri matatizo yako ni nini? Hapana kulia kabisa, jikazi. Unaambia una tatizo gani haswa? Kulikoni mpaka mume wako akupiga, umemfanya nini? Mimi si kama mtu mfanya makusanya kwa sababu lakini kila siku akija na ifute kijiko mbele ya mlango mama mimi kupigwa yani naishi kama mbuzi mbona. Anakupiga? Yaani ni mwanamume mwaidisi unavyomuona ana jazba, ana hasira za ana jazba ile siwezi kukuambia gisi alivyo yani anaweza kupata ameona kosa lidogo lakini alifanya likubwa hata nikimbembeleza aje mama hanielewi. Mimi kupigwa tu kila siku. Sikiliza nikwambie mwanangu. Tunafunzwa katika imani yetu kwamba mwanamke anapigana na jihadi ya roho, jihadi ya nafsi. Kule kufanya subra kwa mume wako wakati anakupa matatizo. Kule mwanaume anakuumbua, anakufanyia jambo la kukukera. Ukipigana na roho, hiyo ndio jihadi mbele ya Mungu. Sisi wote tulifanya subra kubwa. Mpaka kuna tumeeneza miaka 25 na wazazi wenu na baba yako mzazi. Tulikuwa tulivumilia mengi nilichotoa tuseme. Lakini umefanya subra, kana subra kubwa. Unajua mamita, kwa kusema mwanaume aache kukupiga kuna mambo ambayo nataka kufunza kwa pili tunafanya. Huyu mwanaume anapokupiga, sikiliza nikwambie nikufunze kitu ambacho utakifanya. Uende kikamsaidia au kamsaidia mume. Amekuja na jazba hivyo, amekupiga kofi mkono wa kulia. Jitahidi ugeuze wasoto. Umenisikia? Mimi ni mzazi wako, najua ninakifanya kitu gani. Geuza mkono wa soto, mwambie mume wangu piga na wasoto. Ikiwa moyo wako utaridhika wewe kunipiga, ili nione tu umepata furaha sababu umepumua kama umenipiga, basi unachukua mkono wake, piga na hapo moyo. Ili uridhike, moyo wako uridhike, ili na mimi Mwenyezi Mungu aniridhie. Wallahi kama ni mwanaume mwenye akili atajifikiri, huyu mwanamke anampiga mkono wa kulia na nigeuzia wasoto. Ni mwanamke wa aina gani huyu? Atapata na imani na inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu ya kuweza kusamehe hilo jambo na kuliacha. Mama kila kinipiga na kwa kana jitahidi kumwomba msamaha. Yaani hata niwe sina kosa na muomba msamaha lakini haeleweki ma. Haeleweki sasa wewe unaomba msamaha, mimi sasa nakupa silaha ya pili. Amepiga wa kulia, geuza wa kushoto. Tena mwambie mume wangu piga, endelea. Nataka roho yako itulie uridhike. Maana huko kuridhika kwako ndiye furaha yangu. Na ukiona hicho kipigo ndio kwako kitakuridhisha, basi mimi niko radhi nipige ili uridhike na Mungu wangu aniridhie. Kama umeona ndio ambacho kitakuridhisha mume wangu. Mama ndio mwanaume ana jazba sana. Sasa kama hicho kitata nikifanya na mimi sasa ndio mama yako, nakwambia kitu cha akili. Mimi nakwambia hicho kitu sababu najua kina mazao mazuri sana. Mimi nakwambia kakitende utayaona. Piga umgeuze mkono kushoto. Tena msogelee mwambie mume wangu njoo piga na ridhika moyo wako ridhike ili Mungu aniridhie. Tena mshike mkono sasa piga. Wallahi kama ni mwanaume mwenye kumwogopa Mungu, jazba itapungua. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wewe kwenda kitandani kwako piga magoti. Zunguka kitanda. Mwambie mume wangu, naishika miguu yako kwa mapenzi ya dhati.
Na kuomba mume wangu kwa kumwogopa Mungu, naomba usirudi kunipiga. Unaponipiga unaniumiza, una mwili. Sina jiwe mume wangu. Nisamehe, usinipige maana sina kosa lolote ninalokufanyia mpaka unipige. Unaniumiza. Usinipoteze penzi ambalo nimekupa kwa dhati mume wangu. Na kuheshimu na kupenda. Usirudi tena kunipiga. Unaponipiga unafanya moyo wangu kufifia, na sitaki kufifiza maana nakupenda. Hiyo ni miongoni mwa silaha nzuri za mwanamke mtukufu, kuomba radhi kwa mume wake. Unaweza kuyafanya wewe ukaona ni udhalili, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ina daraja. Pia na mwanaume atafikiri ni mwanadamu. Yeye amelala kitandani huko chini, apiga magoti na shika nyayo zake. Na inaweza kuwa ni sababu ya kuacha kupiga. Kabla tujachukua hatua ya pili, tufanye kwanza haya. Tuone kama tutatilisha. Sawa mami? Jitahidi kuyafanya. Alafu utaniambia majibu yake yatakuwa vipi. Sawa. Na hivi ni saa 6, wahi akute chakula mezani. Wahi haraka kimbia. Sawa. Na mimi kumfanyia baba yako kwa mchuzi hapa kidogo. Sawa. Jikaze na Mama, nakupenda salamu. Hivi ni saa ngapi? Tokea lini wewe ukapata jeuri ya kuja hapa jioni? No, sikukwambia kama nimeenda kuzasa. Naomba unaambie hiyo jeuri umeitoa wapi? No, jana sikukuaga na kwambia kama leo lendi niko na randevu. Sikia, mimi hayo maneno vile vitu virefu sitaki kusikia. Sitaki kusikia, niko na hasira zangu hapa. Natamani nikuue, nikunyonge, nikufinyifinyi. Mume wangu. Hakuna cha mume wala nini. Hakuna cha mume wala nini. Wewe naomba hapa unaambia kwanza. Hiyo jeuri umeitoa wapi kama sio dharau? Kunidharau mimi. Kutoka hapa mara unaenda kukufanya sijui unaenda mimi vinanihusu mimi. Vinanihusu. What? Vinanihusu. Havikuhusu. Wewe. Tena unafunga huo mdomo wako mimi nikiwa niko nazungumza napaswa ufunge kabisa ile bakuli lako. No, haitatokea na haitatokea mimi kuzaa. No. Lakini niko Funga. Natamani nikunyonge, nikuue wewe. No. Nipige tena mwanangu. Nikupiga wewe. Ina maana wewe unisikia. Hiyo sio dharau. Hiyo si dharau. Lakini mume wangu, natoka kwa mganga, natarajia kama unatoka kwa mganga kwa habari njema za ujauzito wangu. Njoo unaanza kunipiga, lakini ni nini hii lakini mume wangu? Kama unaona kunipiga njoo heri basi. Nipige. Ninakusagilia nipige. Kama unaona kama kunipiga kwako njoo utaridhika. Na mimi furaha yangu ni kuona unakuridhisha wewe mume wangu. Nipige, niko tayari. Lakini tuko katika ndoa au tuko katika mapambano? Mimi natoka kwa mganga, yani niko na furaha, nasema basi nikifika nyumbani furaha nitaigawa na mume wangu, lakini matokeo yako ni kunipiga. Au kufurahia ni kuwa na ujauzito? Naomba unijibu maswali yangu. Maana nasikia si niko na kuelewa hata kidogo. Nifanye nini ili nikuridhishe? Nifanye nini ili uridhishe mume wangu? Basi natosha. Nisamehe basi na Imeisha. Toka mbele yangu, wende toka mbele yangu. Okay, kama unashashika ni vizuri. Acha basi nikuwekee maziwa ya mama. Si. Kaka niaje?
Safi, wazima. Lazima kabisa hakuna. Si jambo kabisa Za mshukuru. huko unakotoka? Tukia kustade kuna machi. Nilipokuja kustade ile baada sta kwa sani pale. Nilikuta sasa na mke wake wameacha raja wako wanapigana. Niliwaamua wamekataa kunisikia. Tena wale sio leo. Kisha nimeamua kuacha. Nasikia kila siku anapiganaga wale. Kila siku yake nilisikia bani, nilisikia sisi kila siku usiku wanapiganaga, kila siku usiku. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Angalia mwenyewe. Niliwaamua wamekataa. Kisha nimeamua kuacha. Alafu mke wake naye. Mke wake wako wanapigana. Na yeye anapiga. Mke wake alivaa pantalo. Alivua jipe, alivaa pantalo. Wako wanapigana. Yaani yeye ni ndo fighter, huyo mwanamke. Mwanamke kwa ufupi mimi kwa kisi niliviona. Mwanamke anamzidi mwana nguvu. Yaani nakwambia nasikia nicheke. Daktari Kwa furaha. kwa kisi Sasa nikwambie kitu. Unaona huo mwanamke apate fursa ya kuingia hapo. Ndio anaanza kuona cha mtema kuu. Maana anaanza nikamsambuvwa. Ngumi za muuso. Ushaona? So, kwanza mimi nashangaa wallahi. Wanawake wako tofauti sana. tofauti kivipi? Sura huyu wangu. Mimi sijui alikulia wapi, sijui kama aliko sempe kama kwachi. Piga huwa hawezi kukurudishia. Mali kilitu. Kwanza ukimpiga ndo anakuja kukuomba msamaha. Hivi sasa mimi naongezea kipigo wala. Acha kuambia ya. Kweli kabisa. Akumba msamaha. Bwana na hapa nikitaka tu. Namuita hapa nampiga makofi matatu maini matano. Utaona atakuchezea sinema. Ataanza nisamee. Yeye anapiga na. Sasa swali. Ana makosa gani mpaka umpige? Mara nyingi unajua mimi niko na jazba zangu. Mimi jazba zangu ziko hapa. Ziko hapa. Yaani nikiamua tu kukuwa na jazba napiga. Mali kitusi. Kaka, ni hatari. Huyo ndo mwanamke. Huyo ndo mwanamke. Yuko tofauti na mke wa Hasani. Mke wa Hasani akimpiga mume msamaha kila siku anapigana. Kila siku anapigana. Kaka, huyo ndo mwanamke. Jitahidi usimpoteze, huyo ndo mwanamke. Huyo ndo mwanamke. Kupata mwanamke mwenye bahati yake. Ni bahati. Mimi najua watu wengi sana. Katika ndoa zao hawaishi vizuri. Hawaishi vizuri. Wanawake waishi wakaidi ya hatari yake. Ina maana nataka kuniambia kwamba huyu mwanamke wangu ndio mwema kwangu. Huyo ndio mwema. Kwa sababu nampiga. Mimi nampiga tena vipigo vya maana kweli kweli. Kaka, huyo ndio mwanamke kwa sababu mimi ni wanaume wadogo sana ambao nimeshaona wake zao anampiga mke wake baada ya kumpiga mwanamke mmoja kumba msamaha. Ni wachache sana. Tena kweli? Kaka, kazana hapo hapo. Sababu mimi kazana hapo hapo kaka. Wewe ni mwanamke. Mambo ya jazba acha. Wewe ndio mwanamke. Unaweza kumpoteza kisha baadaye kuja kupata balaa. Kwa sababu mimi nashangaa sana. Yaani tunakorofishana hapa usiku nasikia nimepatwa na usingizi anakuja naomba msamaha katika miguu. Kaka, hilo neno lifanyie kazi, utaniambia baadaye. Neno lifanyie kazi, utaniambia. Utanipa jibu. Haya, nitafanya kazi. Haya. No. No.
Mume wangu, nimepiga magoti mbele yako, niko chini ya miguu yako mume wangu. Nakutaka radhi. Nisamehe kwa makosa yangu yote ambayo naweza kukufanyia. Ninachotaka maendeleo ni amani na upendo. Umeshanipiga sana, inatosha. Inatosha sana. Na niko na majeraha chini ya kitovu. Sijui kama ndio ishara gani, kwa sababu unajua kama mimi niko mjamzito. Na unaponipiga unaniumiza. Ninachohitaji katika hii ndoa ni amani na upendo. Na sio kupigwa. Elewa hii ndoa yako ya kwanza. Na kwa mwanaume ambaye nimekupenda kwa dhati. Na imani niko tayari kukusikiliza kwa kitu chote ambacho unaweza kuniambia. Lakini usiwe tena kunipiga. Elewa mimi niko mjamzito. Unaponipiga unaniumiza. Naumia. Kwa kweli mke wangu naomba unisamehe. Kama imetokea kweli, naomba unisamehe. Kwa kweli nimejifunza kitu fulani kwako. Wewe naomba unisamehe mke wangu. Tuishi kwa amani. Naomba unisamehe hilo halitojirudia tena. Nashukuru sana. Nashukuru sana sana. Naomba basi usimame. Tulale. Si ndio? Nashukuru sana kwa kweli. Wow.